Mkristo yeyote katika zama hizi ambaye sio msomaji wa neno utachukuliwa na elimu, tena elimu ambazo ni nyingi, na hakuna mtu atakuja kuambia kwamba yeye ni mfuasi wa shetani. Kwa hiyo wanasemaga hivyo, wanakuja kwa sura nzuri kabisa ya kiroho. Mchungaji Makenzi kule Mombasa alikuja akatangaza kwamba ataua watu. Yule aliyeua kule Mombasa kule, watu walikuja wakimwamini ni mtumishi wa Mungu, wakamfuata kwa amani yote. Vitoto tena, dalili zilijionyesha mapema, niliona vikihojiwa vile vitoto, baadhi nadhani ni KTN kama sijakosea, kinasema kabisa elimu hii za dunia hazifai, tumeamua sisi ni kumwabudu Mungu na kusali na elimu ya kiroho. Kumbe walikuwa wanajengewa itikadi kali taratibu. Nilimwona mmoja wakati ile wanaokolewa wale ambao walikuwa hawajafa, anachukuliwa na gari, sijui alimpa maji kidogo akapata nguvu, anamlilia Yesu, anasema Yesu, wanataka kuniua. Sasa wewe ndio unataka kujiua, wanataka wakuokoe. Hizi imani, kama kuna kitu hatari usije ukakichezea kabisa, ni masuala ya kiroho yakipindishwa yanaweza kuingiza watu vitani. Mkue katika Kristo Yesu. Haleluya. Haya, angalia ndugu yangu sasa pale tuliposema, ilikuwa ni Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1. Naam. Biblia inaandika, inasema ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wa kiroho, bali kama watu wa mwilini, kama watoto wachanga katika Kristo. Asante sana mchungaji. Hicho Kiswahili chako ni cha ndio sababu kina ladha nzuri fulani hapa. Mojawapo ya dalili ya kwamba mtu hajakuwa kiroho, anakuwa ni mtu wa mwilini na wala sio mtu wa rohoni. Kwa hiyo mtu ambaye bado hajaelewa mambo ya kiroho na kuyazingatia anaitwa ni mtoto mchanga. Na huyu ndiye yule ambaye unaweza ukamsikia kabisa na kuambia kwamba siwezi kuacha hii kazi kwa sababu inaniingizia kipato, wakati hiyo kazi inakwenda kinyume na Mungu. Mtu wa rohoni anaona zaidi ya mshahara. Haleluya. Mtu wa mwilini anaweza kuangukiwa na bingo la milioni 300, likamwangukia bingo milioni 300. Amekutana na mtu ambaye anaweweseka barabarani, yule mtu anadondoka na anakata roho. Akichungulia pembeni anakuta begi lina milioni 300. Mtu wa mwilini anakwenda kuchimba akafiche lile begi milioni 300, ndipo aanze kutangaza kuna mtu amefia mikononi mwangu hapa. Huyo ni mtu wa wapi jamani? Wa mwilini. Mtu wa rohoni atazitunza zile pesa kwa uaminifu wote, akijua kwamba sheria ya rohoni ya asili inasema unachomfanyia mtu kitakurudia. Ukiiba utaibiwa,